Hello everyone, praise the Lord. Today I'm inviting you again back to the Blast Show. I hope you had a wonderful week. I hope the Lord has kept you and has protected you. Your health is well, your business and your endeavors, that the Lord has been with you. I hope that everything is going well with you. Najua tangu last time tukutane, God has done a lot of things and have been great unto you. And today we are going to talk about a topic that is very much interesting. We are going to talk about the topic Christian or spiritual discipline. What are the things that we are supposed to do in the spiritual life? Tunapookoka ama tunapokuwa Wakristo, what are the things that we are supposed to do to make sure that our spiritual life is alive and is kept well, and we are closer to the Lord every morning and every evening and every even day. Now, today I'm joined with a servant of God, a woman of God. Karibu sana. Asante. Now, before we start the Blast Show, can you introduce yourself? Let people know who you are before we continue. You can use this camera. Praise Jesus. Yeah, I'm Naomi Wangari. I'm born again. And I'm glad to be here. Yes. Amen. Hujaambia watu we unaimbanga, we mbaji shupavu internationally. Yeah, I do sing. I'm also a gospel artist. And in church I participate in praise and worship team. Yes. And that is wonderful. Karibu sana Blast Show. It's been a while. Thank you And so the much. Blast Show is very glad to have you back. Thank you so much. I see the Lord has kept you. You are glowing. Oh, thank you. Sema, oh. Okay, now today we are talking about a wonderful topic which touches the lives of everyone who is born again or who perceives to be born again and who calls himself a Christian in one way or another. And this topic inaguza tu kila mtu, iwe mtoto, youth, teenager, mzee, mama and everyone. Spiritual discipline. When we talk about spiritual discipline, what is spiritual discipline to start with? Okay, I can say spiritual discipline. It is practicing habits that will help a believer get closer to God, also imitate Christ and be like Christ. Also in Kiswahili naweza sema ni kujizoesha kufanya mambo yanayokusaidia kumkaribia Mungu na kukua katika imani kila wakati. Na naweza sema giving an example. For example, I can say John wakes up 30 minutes earlier in the morning. Anaomba, anasoma neno, anapata time ya kumeditate on the word of God before I step out to start the day. Also, naweza give another example like Naomi here. Nikitenga time ya kufast like every Wednesday. So si ati najinyima chakula managomea chakula as they say. But ninafanya hivyo ndio niweze kumtafuta Mungu. Ndio niweze kukua katika ile hali ya kukua katika imani kila wakati. Okay. Yes, I can say that's what spiritual discipline is. Yes. So when you talk about kujizoesha in Kiswahili, it means like it's something like a habit. It's something like a habit. Okay. And we say it's something like a habit ni kitu hadi it will sasa kufanya we mwenyewe hadi ucultivate the consistency, ukue intentional, ukue hadi na balance, because there's so much that we do. Si tuko busy sometimes, sometimes uko na mambo mingi, sometimes unapata mambo imeshikana. But for spiritual discipline you must, as a believer, ukikosa hiyo ni kitu haitakuwa sawa, and it will lead you to something we call spiritual laziness. Where we say that it is neglecting your relationship with God. Like you don't put any efforts to grow spiritually. Umekaa tu pale. So spiritual discipline is a must for a believer. Anze ku practice.
Okay. And now, because you've mentioned prayer and fasting, Mhm. and you've mentioned also what, yeah, perhaps reading the word, Mhm. is fellowship and serving part of spiritual discipline? Yes, serving, Mhm. it is part of spiritual discipline. Mhm. Fellowship with others, it is part of spiritual discipline. Okay. Mwili wa Kristo Mhm. unahitaji kila mmoja, na unasemanga kila mmoja ni very important. Mhm. Everyone is very important because unapata you cannot do things alone when it comes to the body of Christ. So mnahitaji kukua watu wengi. So fellowship is very important when it comes to spiritual discipline. Lazima pia ujizoeshe kukaa na watu. Okay. Ndio ujue kunaendanga aje hapa, kunaendanga aje when it comes to this. You cannot be alone. And also about serving. Kwanza hiyo ndio kitu Jesus alifunza, I think sana, serving others. So when it comes to spiritual discipline, we are saying these things, we are doing them so that we can imitate Christ, so that we can be like Christ. So like Christ did, Christ was serving people. Okay. Kabisa. And ahadi akafunza to serve others, to show the love to others, Yes. and humility. So I can say these things are they in spiritual discipline. Haziwezi kosa, lazima zikuwe. Yeah. So in a nutshell, can someone be, let's say nasoma word, I pray, and I do what again? I fast. But I'm not attending fellowships. Am I still spiritually disciplined? Okay, we can say. We can say. Okay. When we talk about spiritual discipline, all these things lazima tuzifanye. Kuna kitu nimetanja hapo mbele inaitwa balancing. Lazima ubalance. Lazima you learn how to balance. In everything you must balance. You reading the word. Unaomba. Unafanya vitu zingine, but you're not attending a fellowship. Do you know the moment ulianza kusoma word, the word will change you. Na hadi utaanza kuona sasa the importance of that fellowship. So mi naweza sema the word changes. Hauta remain hivyo, utaanza kuona because kuna vitu na practice. Actually it is by step by step hadi tunafikia maturity as believers, because hakuna mtu anaokokanga anaanza hizo vitu zote. Hizi vitu zote tunaendanga step by step because I remember, lakini lazima tufanye zote. Lazima tufanye zote. Okay. So inafikanga mahali because you started step by step. Venye umeendelea inafika mahali hadi hakuna, unaona I cannot omit this, lazima nifike fellowship. Unaona I must participate somewhere in church. Unaona I cannot avoid this, I must do this. Hata utaanza kuona kuna mahali kuna haribika na unaanza kuingilia kati. Because this spiritual discipline will not leave you the way you are. Tumesema it is reading the word of God, praying, fasting, fellowship, hakuna services. Hizi vitu zote uwezi zi practice then ubaki tu hivyo. Utabadilika. And utabadilika. Now hypothetically, how wase wanasemanga we left church but we did not leave God. These people ati juu sasa mimi siendangi church, and so but I did not leave God. Is that really right, considering yenye umesema kwamba lazima tufanye hizi zote ndio tukue spiritually right, disciplined? Okay, I left church but not God. I mean, those people are wrong. Hao watu hukuwa wrong. Hiyo ndio kitu yenye by them mimi nasikia ni something hata haifai kutoka kwa mdomo ya mtu, because you left the church and not God. But the word of God says, do not forsake the gathering of brethren. This is the word of God that says, do not forsake the gathering of brethren. And yeah, na ukiangalia sana when Jesus was doing his ministry, alikuanga na
na watu, meaning alikuanga Na fellowship. na fellowships. Yeah. So fellowship church. You see, alikuanga na watu fellowship church. So meaning you cannot do it alone. Atusemange God uses people. In everything God will use people. Si ati atatuma an angel akuje afanye hii kitu afanye. So if you're praying something, akikweli atakutumia gidi. Kama ninaomba kitu atakutumia. Maybe do this to Wangare, you can give out this to Wangare, bless this. But now, watu wenye wanasemanga I left church but not God. They are wrong. They are not right at all. They are wrong. Iron sharpens iron. Iron sharpens iron. And another man sharpens another. So meaning tuna umuhimu sana, tunasaidiana kwa hii maisha. You cannot do it alone. In this salvation, you cannot do it alone. Yes, you cannot do it alone. You need a fellowship. You need brethren. We need you each need other. A church. You need a church. And ukiangalia in so many things, kitu ya kwanza, wewe ukitaka kuoa, si utauliza ule msichana. Then ule msichana kuna venye atakuuliza, who is your pastor? Where is your church? Unashiriki wapi? Vitu mingi, hata ukienda mahali kufanya, watu siku hizi wanapenda kujua na kanisa yako ni gani? Unashiriki wapi? Who is your pastor? And niambie kama wewe ni among wenye walisema I left church but not God. And you cannot be your own pastor. You cannot be your own pastor. And also another thing, unapatanga a church, mahali mtu ako church, it gives you something like a cover. Because ukiwa kwa church, uko na mtumishi wa Mungu, uko under mtumishi wa Mungu. Na that thing gives you a cover. It gives you a cover, by the way. For example, like today, nikienda mahali, nitasema I am Naomi Wangare, mimi ninashiriki kanisa ya KAG under mtumishi David Njogu. And in fact, even you win other people's trust. And you win other people's trust. But now when you go, do you have yes, I'm born again. Do you have a church? And you are like, oh, me, I left church, but not God. It doesn't again anyways. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Okay. Yeah, it doesn't. Mtu mwenye anasema hivyo anahitaji kuombewa tena na tena na tena. Anahitaji maombi. Sawa. Now, Naomi, why is spiritual discipline so much important for believers? It is very important. Spiritual discipline is very important to a believer because tumesema when you're not practicing spiritual discipline, then there's another thing you'll be practicing. That is spiritual laziness. Yeah. When you got born again, jiulize hii swali. Kama ungekuwa tu umekaa, like useme nimeokoka sasa. Mimi nimeokolewa na Yesu. Sasa nikae chini nijiangalilie. You don't even want to discover anything. You don't want to discover anything. You don't want to participate anywhere. Hautaki kuwa msaada. Hata Biblia ushikangi. Unaitoanga kwa shelf ukipanguza vumbi. You see, it doesn't work that way. But spiritual discipline, it is important because huyu believer mwenye anazi practice ataanza kugrow. It is a process. The moment you got born again, it is a process. Huwezi kaa pale chini na comfort zone. Sasa useme mimi niliokoka and it is enough. It is never enough. One thing I've come to learn about our God, I'm so much interested in fruits that we bore. Wakati Jesus alikuwa anatembea na the disciples, akapata kuna mti ulikuwa hauzai matunda. Kenye alifanya nini? Alikas. Because he was so much interested in the fruits. Now, you are a believer there, you don't practice spiritual discipline. So meaning hakuna matunda utazaa. Hakuna matunda utazaa. Na Mungu ako interested na hiyo matunda. Your spirit is not growing. It is not growing. Utaka ulizange, me I want to be like fulani, I want to be like fulani. But fulani ni kazi amejifanyia. Akisaidiwa na Mungu, because these spiritual disciplines also we cannot do them alone. We need the grace of God.
fulani amejiachilia kwa Mungu. Mungu amefanya kazi ndani yake. Amesoma, amefast, amesoma word, amefast. Haya, ameparticipate in fellowships, amefanya hii mambo yote. But you they are seated. I want to be like fulani. So utaishi ukicomplain. Why are they not including me? Are they not seeing something in me? But wewe ndio ulikaa chini, ulikaa hapo tu, ulikaa in a comfort zone, na wengine wakamove. So it is dangerous also for a believer not to practice, because atakuwa dormant tu. There will be no growth. Unabaki tu kwa John 3:16 ile word uliokoka nayo. And John 3:16. Wow. Now, is there an instant in your life yenye spiritual discipline labda imekusaidia ku grow in a way? Yes. Okay, do you mind sharing? Yeah, I can share. Okay. I can share. It is very interesting. Anytime I get a chance to share this, because I remember there were time I was saying that I'm born again, but I was doing nothing about the salvation. You know, salvation is by grace of God and by faith. But now, nilikuwa tu sisomi word, nilikuwa tu hata kanisa kukuja ilikuwa ile Sunday nimekuja, the other Sunday sijakuja. Unapata the same marafiki wenye niko nao, hata ukiniangalia na nikwambie nimeokoka, there's something. And ikafika time, hiyo time ilifika, I started reading the word of God. And then nikaanzanga na kuomba 10 minutes. I remember someone told me, sasa kama huwezangi kuomba sana, you can start with 10 minutes. Unasoma Biblia na unaomba. Then I started that way. Nikaanza kusoma Biblia from the book of Genesis. Alafu napata time ya kuomba 10 minutes. Aya, jioni 10 minutes, asubuhi 10 minutes. Nikaenda hivyo. The same person akaniambia sasa we can move to 30 minutes. Tuka move to 30 minutes. 30 minutes jioni, asubuhi 30 minutes. And also tukaanza kwenda mountain. I started fasting. Another thing, I started participating in church. Nakumbuka niliingia Asha. Ikanishinda. Wow, umekuwa Asha. How was it being an usher? It was hectic. Hata sikuweza. I think nilifanya mara mbili tu. And then nikaona siwezi. Mtu anakuja na mood swings zake, alafu anakuwekelea bala. Umekuacha si rahisi. Ama unasalimia mtu hata anakupita tu. So nikaona I think I'm not called here. I think I'm not called here. So nikaingia praise and worship, and now I decided that's where I'm going to serve. And it has been a good journey. Uto to spiritual discipline, I started step by step. Na zikanisaidia until nikajipata sasa niko na nguvu. I'm doing things that I never thought that I can do. Like I can sing, I can lead people to worship, I can preach, I can speak to people. Hapo ndio nilijipata naweza fanya hizo vitu. So alafu hiyo ilinisaidia nikaenda deep into prayers, because tena nilienda nikaanza kuomba hadi 1 hour. Nikaenda 1 hour, unapata ninaomba 3 hours. Siwezi enda without reading the word of God. Nitafeel kama niko guilty. Unatembea ukisema kuna kitu sijafanya. Kuna kitu sijafanya, sijaomba. And na rudi nyumbani kuomba. I started waking up early, napata time ya kusoma word, time ya kuomba, time ya kumeditate on the word before I start the day. So it has helped me until some people started including me now to sababu walikuwa naona what I'm doing, they started including me. Kwa department niko sahi nafunzanga teenagers, youth sometimes, and also I preach. And that is it. That's a great growth. Yeah. Nafaa ipigiwe makofi. Anyways, now kwa hizo spiritual disciplines zote zenye umemention, kuna mmoja kati ya hayo yote yenye ime stand out, imekupa great impact
kwa relationship yako na Mungu. Which one is that? Yes. You see, reading the word. Hey, this one has been of great impact into my life. Imefanya relationship yangu na Mungu imarike kabisa. Because unapata, now I came to understand this word inasema the word of God is active and it is alive. And also the word of God is it's like a double-edged sword. Inakata kuwili. And also it made me understand now kenye ilikuwa inasema kwa the word of God inabadilisha mtu. Because kama kuna kitu imenibadilisha ni reading the word of God. The word of God is powerful. The word of God is powerful because sometimes hata God anaongeanga na hiyo word. Ana maybe in a situation, most of the times ningejipata in a situation and God anatumia word yake kuniongelesha in the place that I'm reading na inaninenea na unapata nimepata nguvu mpya. Unapata nimekuwa transformed. My mind is renewed. So this one was something of great impact into my life. Up to now, yeah. Now, ulifaulu aje kusoma word? Because man, reading the word is not easy. Kwanza for a beginner, like mse uko unafanya, now you have to do it. Ulifaulu aje? Okay, let me take you back kidogo. Me, I used to struggle na kumtii Mungu sana. And then nilikuwa naangalia like my family, my sisters wanampenda Mungu. My mom and my dad, yeah, wanampenda Mungu sana. Like niko najiona now I'm the I'm the black sheep. The family is black sheep. The family black sheep. Yeah. So nikaanza kufikiria sana na hiki kitu ilikuwa inanisumbua sana. And one day yani nilikuwa nalilia Mungu about it. God, help me to obey you, help me to love you and to love everything about you. Help me, oh God, mimi nataka kusimama. Haya, hadi nasema sitafanya dhambi leo yote. But jioni ikifika nikijiangalia nilifanya dhambi hata si moja. Nimeanguka. The following day nasema nitajaribu kesho. Nasema we keep trying. So kesho inafika tena. Mimi nasema hata ni marafiki nimewaacha. But they come looking for me. Najipata wanapiga simu. Naomi uko. Najipata nimerudi tena. But let me tell you, I think God alisikia maombi yangu. And then siku moja I decided to read the word of God. And there came this person. Akaniambia, can we read the word of God? Na alafu tunakuwa na Bible study sessions zenye tutakuwa tuna discuss whatever tunasoma. And I agreed. Na tukaanza. Alafu tunaomba hivyo. Kujipata niko Leviticus. Kujipata niko Psalms 119. Wow. Na venye ni mrefu nasoma yote. Nikajipata nimemaliza New Testament. Ukaanza kuenjoy kusoma. Nikaanza kuenjoy. Kwanza safari ya wana wa Israeli nilienjoy sana. Nilienjoy sana. So ilinitia moyo kusoma. Ikanitia moyo. Stories zingine unazipata kwa Biblia ni tamu sana. Unataka kujua what went on. Why did these people do this to God and the way God was merciful to them. Unazidi kusoma. So nilizidi kusoma na kuomba. And also ukitaka kufaulu mimi naweza sema usisome peke yako. Tafuta mtu msome na yeye. Ama a group. Mtatiana moyo. Because hii ilikuwa ni kama ule tulikuwa tunasoma na yeye alikuwa ananitia moyo. Like umesoma pia kuniuliza. Hello. Accountability. Did you read the word? Ulisoma chapter gani na gani? What was it saying? So, did you pray? How was your night? Did you? So, hii ilinisaidia. Because utajibu mahali. Na utaki kuaibika. Na uwezi danganya. So, you'll have to do it. So, hii ilinisaidia sana. So, mnaweza ambia mtu mwenye na struggle. Kusoma the word. Atafute mtu. Wasome na yeye. Na wakuwe serious na wamaanishe. Watasoma hiyo Biblia. Because sasa niko nairudia mara ya pili. Okay.
What a beautiful story of spiritual growth. Director, I think we should do a story about story yangu. Wasee tu waseme venye waliokoka, venye walianza kusoma word, ndio hata mimi mwenyewe nikifuatilia na mambo inakuwa sawa, si ndio? Now Naomi, kuna swali for this newbie. There is someone who is new in spiritual life, labda ndio ameokoka, anataka kujua zaidi how does spiritual discipline look like? What are some of the characteristics yenye msee akiona anasema I'm disciplined? So characteristics of spiritual discipline. Number one, I can talk of consistent. Ni ukue na hiyo kufuatanisha. Si ati unafanya leo alafu kesho ufanyi, unaboeka. Ama unafanya leo kesho unasema sio siku nyingine iko. So it is you be consistent of what you started. If it is reading the word and you decided that you're going to do every day 2 chapters, just do it. Usikuwe ule mtu time ya kusoma word uko na simu. You are like this and time ya kuomba imefika ile yenye. Kwanza kusoma word kwa simu ni tricky sana. But they have a Bible. Hiyo ndio wakati sasa message ile yenye inakutoa hapo sasa ndio inakuja vizuri. Hiyo ndio siku cash na did you know you can borrow 5,000? You can you qualify. Na kina Glovo. But you see, it is good to have a Bible. It is good to have a Bible. Usome na Biblia. So tumeongea about consistent. You be consistent of what you're doing. Fuatanisha. Hiyo Biblia isikae kwa shelf hadi ati Sunday ndio unaitoanga vumbi, tunakupata ukitoa vumbi ndio uelekee kanisani. Ama hey, do you know there's something that kuna mtu alikuwa ananiambia juzi that shetani hatakangi tukue na that consistent about godly stuffs. Like shetani anataka ufanye kitu yenye haina maana kwa maisha yako kabisa. Ile kitu yenye haizi kusaidia. Na zile useless. Na ukue useless. But ile kitu inakusaidia hataki ufanye. Anapinga kweli. Hadi akaniambia ati my business, the devil can make my business to boom. To boom. Hadi jokingly kamwambia anasibu. Lakini the devil can make my business to boom so that I don't get God's time. Yani nisipata time ya kuongea na God, time ya kusoma word sina, time ya kufast sina, time ya kuomba sina, ya kukuja praise sina. So na kweli ni my watch a movie yenye kuna business ilifanyika ikaboom. So this lady hakuwa na time ya kwenda. Very busy. Alikuwa very busy. Hata time ya kuomba hana. Ni calls to. So I was saying consistent ni kitu ya maana sana. Also be intentional. Number 2. Be intentional of what you're doing. It must be done with a clear purpose. So be intentional. If it is reading the word, be intentional. If it is prayers, be intentional. If it is participating in a department, in a place where you are, be intentional. Be intentional. And another thing, it is the things that you are doing, let them transform you. Let us see the change. Wacha tuone matunda ya upendo, humility. Wacha tuione, because tulisema God is so much interested in fruits that you're going to bear. Na anasema, if you abide in me and I abide in you, you're going to bear fruits and much fruits and fruits that will last longer. And also anasema kaa ndani yangu na mimi ndani yako na utazaa nini? Matunda. Amen. So let us see the transformation of these things. And the fourth thing is balancing. You should balance. Maybe sometimes you're busy, job yako, familia yako, na wenye hatuna familia, mambo yako, time yako wewe mwenyewe. You should balance. Hadi upate time ya God. Because
unapata nowadays we are very busy. Na kupata time ya God, unapata mtu apati hiyo time. So you should balance yourself na ujue nitakuwa naamuka mapema like 4, nipate time ya kuomba, nipate time ya kusoma word na kumeditate on the word before I start my day. Ama utajua jioni nitasacrifice, nisilale mapema like 30 minutes hivi nifanye shughuli fulani ya God. So you must create that time for you and God, because if you are a believer na huna time yako pekee na Mungu wako, it is very dangerous. Yes. Okay. Yeah, that is great. Sasa huyu msee mwenye ni mgeni sasa kwa mambo ya kiroho amejua at least how anafaa kuishi maisha yake. What are some of the obstacles zile common kabisa yenye inafanya msee anakosa kuwa spiritual discipline? Naweza sema kama spiritual dryness. Haya, mtu ako busy. Mtu amekuwa busy. Hatuwezi sema ni the devil ameboom biashara ama. Tunasema sometimes mtu tuko busy. Unajua nilikuwa naangalia juzi, nimekuwa adult. Hadi kupata time yangu mwenyewe hakuna. Hadi nikaamua kushave nywele yangu. But sina ile time ya kwenda kwa salon. But lakini naona hiyo haifai kukua tini kikwazo. Mungu na wewe unatakana ukuwe na time ya God. Time ya God, because niye amekuweka, niye amekujua, niye amekusaidia. It is by his grace. So lazima utafute time. Also when we see about spiritual dryness, ni mahali sasa penye tulikuwa tunasema this believer aliokoka, yes, but aliamua kukaa chini tu na kujiangalilia. There are those who say that I left church but not God. But that is not the case. It's not supposed to be that way. Spiritual dryness tuachane nayo, and we start seeking God. Tukuwe na spiritual discipline. Tafuta muda wa kuomba, tafuta muda wa kusoma neno, tafuta muda wa kuparticipate kwa fellowships, and utaona mabadiliko. Yes. Speaking of kukua busy, kuna msee mwenye schedule yake iko very busy. Very busy. Huyu msee utapata ametoka nyumbani 6, anafika nyumbani labda saa 3 watoto wamelala. Huyu jamaa anaweza saidiwa aje ndio spiritual discipline yake ikue? Apate time ya kuomba, ya kuread word na kadhalika. Let's say for example a truck driver. You know those guys wanashindana kwa barabara throughout. Their schedule is very busy. How do they keep their spiritual discipline alive? Hey, can I tell you of this this man? This man who is a Muslim. And this man, it doesn't matter where ako na hiyo truck yake, ni driver wa truck. But ile wakati yao ya kuomba ikifika, aki anatandika mkeka kwa barabara anaomba. Though this person mwenye alikuwa anatuambia that atufai kukua tunalinganisha sisi wa Kristo na Waislamu. This is because maombi yao ni ya dakika ngapi? It's just kuinama, and us maombi yetu when we start praying tuko na muda mrefu wa kuomba, which niliona ni kama ni ukweli. But look how committed they are. Despite their busy schedules, they still got time for God. They still pray. It doesn't matter where they are. Ama we hujawahi waona wakifanya hivyo? It doesn't matter where they are. Hata kwa kazi. Yes, hata kwa kazi anakuambianga mimi nafunga kwanza. Angalia mtu kama Muhindi. Huwezi ingia kwa duka yake, aingie kwanza aombe Mungu wake ndio mambo yake iendelee. Na hata atakuzia. Lakini as a Christian pesa tuko na laxity ndio. Tuko na laxity na mchezo. There's something. Majamaa, we need to wake up. We need to wake up. We need to wake up. So we need to wake up. It doesn't matter your busy schedule ama nini. Time ya God ni lazima upate. Jaribu sana upate time yako na Mungu. Maana akisema tu and you are gone. Akisema tu and you are gone. So yeye ndiye amekuweka, yeye ndiye anakusaidia kwa hata kufanya kwa hiyo biashara. The strength ni yeye anakupea. The good health that you enjoying ni yeye anakupea. I don't see the reason why we should not get God's time despite our busy schedules and despite our busy lives. You know, nilikuwa naangalia
one day nilienda kutembea kwa one of my family members, and nikiwa huko nilikuwa nashindwa, sasa imefika time yangu ya kuomba, how will I do it, how will I do it? But let me tell you, nilikuwa naenda hadi rooftop. Naenda huko naanza kujifanya naangalia barabara, but what I'm doing, niko naomba. Ninanyamazia penye ninalala na nasoma Biblia. Kama mtu mwenye ako Saudi Arabia, ako na uwezo wa kuficha kale ka Bible ka Gideon. Gideons. na anatolea kwa nini, kwa mushroom na anasoma. Huyo mtu anaomba. Who are we not to create that time na God? Plus praying venye umesema, unajua prayer by the way si lazima upige makelele sauti. Kwanza hata Paul anasema mnapayuka kama wale wengine wenye hawajielewi. Prayer unaweza nyamaza tu hivi na unaomba. Si lazima eti ukue ati umekaa chini. You can be doing work and you are praying. It is true. So like meaning there are no specific places for prayers. Prayers can be done anywhere. Our God is omnipresent. Yes. Yeah. Our God is everywhere. Kama mtu ako kwa shimo la simba, kuna uwezo wa kumuita Mungu na anasikia. Na anasikia. Yeah. Wengine wako kwa moto wanaomba na Mungu anasikia. Na Mungu anasikia. So God anasikia maombi from anywhere. Yeah. What are some of the practical ways ya ku grow spiritually? Okay, the practical ways that a believer anatakana a practice, it is like reading the word of God. Reading the word of God, studying the word of God and meditating on it. Tunaona pale Joshua 1:8 anaambiwa that the book of the law should not depart from his mouth, and he should meditate on the word all the times. So tunaona, so reading the word of God, it will shape you as a believer. It will transform you. It will change the way you're thinking. It will change you the way you live. It will change your life completely. Hautabaki kuwa sawa. Kama venye nilisema, the word of God ilinibadilisha. Si kubaki sawa. Hata mwenye aliniona like 5 years ago, akikutana na mimi ananiulizanga, and something is different about you. The way we used to talk, you no longer talk like that. The way we used to walk, you no longer walk like that. The way you used to dress, you no longer dress like that. You are totally a different person. So, spiritual discipline, enye believer natakana ku practice sana. Reading the word of God. Another thing, it is prayers. This is one thing that in communication with God, prayers. You cannot communicate with God otherwise. It is through prayers peke yake. So, if you are a believer and hauombi, hiyo nayo kuna mashaka hapo. Hutoboi kabisa, sababu utakuwa unaongeaje na Muumba wako. Another thing, it is fasting. And also we see Jesus teaching about fasting in New Testament, the right way of fasting. Tunaona anafunza pia yeye, we should imitate, because hata yeye tunaambiwa alifast. Another thing, it is fellowship. Tushirikiane na other believers kwa mambo zetu. Kwa kanisa, tuache kusema that we left church and not God. That statement is wrong and it is demonic. Yes, I can say it is demonic. Do not forsake the gathering of brethren. Ishi kukumbuka hivyo. That is the word of God, which is true, which is the way. Yes, and it is from the mouth of God that do not forsake the gathering of brethren. Tuache kujidanganya. Fellowship lazima tuende. I can see those are the practices. And what does the Bible say about this spiritual discipline? Okay, the Bible says, for example, like in Hebrews 12 and verse 11, that no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So, no discipline seems pleasant at the time, but kuna siku itafika ifanye nini? Ikizaa matunda. Izae matunda. Na niliwaambia Yesu anafurahishwa sana na matunda.
hata anasema mti usipozaa matunda anaukata na Kwa moto. kutupa motoni. So no discipline seems pleasant at the time. However, kwa wakati wako ukizaa matunda, you will enjoy the fruits of peace, of joy, of love, and such. And also, I can say, also in the book of 2 Timothy 2 and verse 15, inasema, do your best, be present. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. And also ukiangalia in 1 Corinthians 9:24-27 inasema, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. I discipline my body to keep it under control. So discipline si rahisi. Spiritual discipline sio rahisi. But it is a must. But it is a must. It is a must. Ni kama Apostle Paul alikuwa anasema that physical training is good. But godly training is good and it is of help. Spirit. Yes. Itakusaidia sana spirit. Itakusaidia sana. Yeah. Okay. Now, talking about being spiritual discipline at all times, how can we maintain the spiritual discipline during difficult moments? Let's say wakati wa disappointment ama hata wakati wa grief. Let's say msi amepoteza mtu wake. Anaweza maintain aje hiyo spiritual discipline yake at that difficult moment? I'm not going to talk about the moment of grieving, but I'm going to talk let's say hata about biashara haifanyi a difficult situation. One day my friend told me that alikuwa anaenda interview. Na akienda interview alikuwa anasikiza gospel songs kwa gari yake. Na wakati alifika kwa interview hakupata hiyo kazi. So nikamuuliza, what do you mean? Unaniambia aje? Ninakwambia nilikuwa naenda interview na nikitoka nyumbani nimesikiza gospel hadi nikafika interview, but sikupata kazi. Bukuku mpaka kwa kazi. Na nikamuuliza, umekuwa ukisikiza gospel ama umekuwa ukisikiza siaka? So leo ndio umesikiza gospel? Akaniambia, kusema ukweli nimekuwa nikisikiza siaka, but today nikasikiza nini? Gospel. Nikamwambia, God does not work that way. Alikuwa na blackmail Mungu bana. Una blackmail Mungu. And our God does not work that way. Mungu wetu ni Mungu anataka ukuwe na spiritual discipline na ukuwe consistent with what you're doing about God. But if today you are good, tomorrow you are another person. Like venye walikuwa wanasema you should be hot or you should be cold. So nikamwambia, our God does not work this way. So as believers, even when we are in difficult situations, si ati tuna neglect the spiritual disciplines. Kwanza hiyo ndio time unatakana umtafute Mungu sana. Hiyo ndio time unatakana ucultivate sana hizo spiritual disciplines. Hiyo ndio time sana unatakana umuite Mungu. Because no one else is coming to rescue you. It is only God. Yeah. No one is coming through for that situation that you are in. It is only God. And so you should seek God more and more and more. Our generation, the millennial and the Gen Z, I don't know how people are thinking. Sijaelewa, lakini sisi hatupendi kuteseka. Hatupendi kuteseka. Ama ni GTP chat ilikuja. I don't know what is happening. But unapata mtu anapata kitu haraka. Kama ni verse of the Bible hata aendi kwa Biblia naipata haraka. But let me tell you, we should seek God. We should practice these spiritual disciplines. Haya, unapata kama mtu amepata tu ka difficult situation,
niliomba Mungu hakunisikia, sijui nilifanya nini. Mpaka haendi church hiyo Sunday. Mpaka haendi church, ati Mungu amenidisappoint. Na imagine hata hajakuwa kiomba vizuri. Hana consistent, hana hiyo balance hata. Hana hiyo, tulisema hatuoni mabadiliko. But anasema Mungu amemfail. Yeye mwenyewe ndiye amefail Mungu. Na hajaona matunda yeye mwenyewe. Itapatikanaje na yeye mwenyewe ana keep on failing, keep on failing. Tuseme ameomba leo, ataomba Jumatano. Jumatano ataomba tena Jumatatu. Let me tell you. Alafu anakuja kusema ati nimekuwa kwa huyu Mungu but disappoint. And that is not the case. Hebu tujaribu kukua consistent with what we are doing. With these godly stuffs, we be consistent with what we are doing. Na tutaona matunda. So in difficult situation, we're supposed to seek God more. Si ati kudrift. We're supposed to seek God more. We're supposed to practice these spiritual disciplines more and more. Yes. Ukanikumbusha there are some guys, Shadrach, Meshach and Abednego. These guys, they prayed and sang songs of praise in the fire. Daniel akaimba na akaomba Mungu akiwa kwenye tundu la simba. Let me tell you another person. Ndio mtu asiweke ati vikwazo ati I was in this problem so that the reason why I did not practice spiritual discipline. Umeingia kwa moto kweli wewe? Ameingia kwa moto, ameingia kwa tundu la simba. Also, angalia Apostle Paul tena in jail. Na anaandika barua. Anaandika barua ya Filipi. Anakumbuka wa Galatia. Na hadi anasema anataka kujua nguvu ambazo zilimfufua Kristo. You see? Bado anataka kujua na ako prison na bado anataka kujua huyu Mungu. Anataka kumtafuta zaidi na kumjua. So, no excuse. Hatufai kukuwa na excuse at a busy disappointment. Seek God. Practice those spiritual discipline. So kama wewe unasema niko kwa shida siwezi omba, ni nani alikuroga wewe? Who bewitched you? What encouragement did you give to this person who is struggling with consistency in spiritual discipline? Okay, a struggle with consistency in spiritual discipline. Mimi naweza mwambia hivi, I was once there. And I started with one step. It is step by step. One step at a time. One step at a time. Anza na kusoma chapter moja. Anza na kuomba dakika 5. Enda dakika 10. Enda dakika 30 minutes. It is a step by step. Na uta make it. And also, you cannot do it alone. Unaweza tafuta mtu mfanye na yeye. Accountability partner. Yeah, accountability partner. Mwenye atakuwa nakuuliza, did you do this? Did you pray? Did you read the word? Hii chapter ilikuwa inasema nini? I remember ningeelezea mtu, hii chapter nilisoma hadi na inasema hivyo. I was even trying kwetu tukiwa nyumbani jioni. Naelezea na nilisoma about John 15. Nikasikia inasema hivi na hivi. Na waelezea. Unaanza kuwa na revelation. Naanza na tukiongea hivyo, vitu twingine tunanikujia. Naona this word means this. This word. So many revelations zinakuja. So this person struggling. Mimi naweza kuambia with God all things are possible. And it is by grace of God that we do things. Amen. And another thing, without him, you can do nothing. Without God, you can do nothing. So, involve God with every step that you're making, little by little. And utaweza kufanya mambo makubwa. Utaweza kufanya all these things that we were saying. Utaweza kukua consistent. Utaweza kukua intentional. Because unafanya with a clear purpose of why you're doing that and where you want to be and where you are going. Una understand. Mimi naweza mwambia, you see, I struggled, yes. But ilifika time na nikaweza. Up to now, ninaweza na nimesimama. And it is me who was struggling even to obey God
Nilikuwa na shida nikimwambia God help me to obey you, help me to love everything about you. Kama katoto venye kanasema Mungu si unisaidie. Nisaidie kila mtu kwetu. Mungu naona mimi nakupenda lakini mimi nikijaribu kufanya nina fumble. Nata sisi hata watumwa kwa Biblia nini wale angalia they struggled but walikuwa naweza angalia kama bado Apostle Paul alikuwa anasema mimi najaribu kufanya ile nataka kufanya mzuri napata nimefanya mbaya. Jioni napata nimefanya mbaya. Same to me. Nilikuwa najieka natenga siku moja nasema aki leo sifanyi dhambi yote. Hadi mtu akijaribu kunichekesha I avoid that person. Ndio sifanye dhambi. Ndio nisitukane, ndio nisiongee vibaya. I try to avoid. But jioni kufika napata nilifanya tu kile kitu sikuwa ninataka kufanya. And hiyo ilikuwa inanipea huzuni, naona kwani mimi nilifanya nini? Am I bewitched? Ama ni what happened? But niliweza with the time, step at a time. God is great. Now, quickly before we end, a few quick round-up questions. It's more of yes or no answer, but this one, kwako, it's personal. Hii ni personal, sasa itakuwa kwako. Kwako, prayer or worship? Which one strengthens you during a difficult moment? Prayer or worship? Worship. The second one, morning or evening devotions? Morning. Why morning? Hey, I love seeking God in the morning. It feels so good early in the morning. Okay. Another one. One Bible verse that motivates you spiritually. Hey, Psalms 145:9. What does it say? God loves everyone and he is merciful to all his works. Amen. The last one, one book. Do you read books? Yeah, I read books. One book apart from the Bible that has helped you grow spiritually. That has helped me grow spiritually. I got so many books. Just give us one. Give us one. Which one now? Book brainstorm. Oh my God. Understanding my purpose. Understanding your purpose. Yes. Okay. Now, ya mwisho kabisa. Kati ya kuserve church in the next gen department. Do you prefer youth, teens or Sunday school? That one. Hey. Which one do you love most? Teenagers. Teenagers? Yes. I knew it. That is good. Now, wangare tunamalizia. And I would just like you to look at this camera and give an encouragement to this person who has not started any journey in the spiritual life. This young person who is struggling with some things, struggling with some discipline, what would you tell them? And what would you want them to observe this week? This camera, please. Yeah. I want to encourage everyone outside there who is struggling maybe with spiritual discipline, maybe consistent, maybe they are unable to do some things. Hakuna kitu mulima. Hakuna kitu mulima. Kila kitu inawezekana. Hakuna chai ngumu mbele ya mkate. Hakuna chai. Hakuna mkate ngumu mbele ya chai. Yeah. So unaweza. Na kama umeangalia ukaona ni kama huwezi, unaweza na huyuko peke yako. There are so many people who are struggling. Kila mtu kuna kitu ana struggle nayo. Maybe yako una struggle na kumuomba Mungu kama venye nilikuwa. But let me tell you, unaweza. Number one, have the desire. Have the desire. Useme Mungu ninatamani hii na hii na hii. Ninatamani kufanya hii na hii. Na uipeleke mbele za Mungu. Na utaweza. Another thing, angalia ni upande mgani ambao unakulemea. Kama ni maombi na kulemea, kama ni kusoma Biblia inakulemea, and then you start step by step every day, una make sure umeguza hiyo Biblia. Wacha hiyo Biblia yenye iko kwenyu iache kupata vumbi. Ichukue saa hii upanguze na uanze kuifungua usome yenye utapata, soma hiyo. Anza na hiyo. And then tomorrow do it again. Then the other day do it again. Step by step utaweza kufanya.
cultivate a discipline of what you are struggling with. Like if you're struggling also to pray, anza leo na dakika 5, kesho dakika 10, the other day 20 minutes, and the other day 30 minutes, na utaweza. And our God atakusaidia. It is by grace we do things. It is by the hand of God we do things. Hatuwezi peke yetu. Yes. Amen. Thank you very much, Naomi, for that. It's very encouraging. And men, know that nothing comes in a silver plate. Kama unataka kugrow na kubia fruits, you work for it and be consistent. Be intentional the way Naomi has told us. Cultivate a beautiful relationship with God. And how can you do that? Be intentional with what you want from God. Usikuje kublackmail Mungu eti ile siku unataka kazi ndio unaanza kuomba. It cannot work like that. And I believe that God has been great to you. Now, it's been great having you here. Keep commenting, share, like. Tuma hizo maswali. Let the questions come. In fact, give us suggestion. Leo director ako tayari kusikia tu anasema mnataka tuzungumzie nini? Mnataka tulete nani? And mambo itakuwa sawa. Si ndio? Nikimalizia kabisa, nataka niulize Naomi na director juu hao ndio millennials wako hapa. Hao ndio millennials wako hapa. Je, did you know that ukibeba tent unaweza hema? Did you? Utahema. Ukibeba tent ni hema na utahema. I knew it. Now, ladies and gentlemen, that has been our time. It's been great having you around here in the Blast Show. My name is Kiprotich Gideon. Keep it Blast Show. Until next time. Love you all.